Okay, so leo nilikuwa najaribu kugoogle, so nikaingia kwenye PC yangu hapa nikaandika ni kiasi gani cha unaweza kumlipa mpiga picha wa Tanzania, yani how much you can pay a wedding photographer in Tanzania. So result iliyoniletea ilikuwa ni result ya ajabu sana. So wakaniambia shilingi $3,000 mpaka $6,000, lakini inategemea na factors kama vile urefu wa harusi na experience, au pia video ipo ama picha zipo. So hizo factor 3 walitaja. Lakini hela walionitajia hapa kidogo ilinishtua. $3,000 mpaka $6,000. So $3,000 mpaka $6,000 hizo ni hela nyingi sana, yani nikipiga hesabu hata kama ni ku experience hizi ni hela nyingi sana. So which inaindicate kwamba sisi watu wa video, watu wa picha Tanzania tunataja budget ambazo ni za chini sana, ambazo haziendani na standard ya market ambao wenzetu wanatuona, kwa sababu hizi kampuni za Google nini, hizi kampuni za nje, so wanajaribu tu kuassume. Lakini in real sense sidhani kama kuna mtu analipa $6,000 kwenye wedding. Labda sijui nisemaje, lakini nahisi labda kuna zile agency nini wanaambazo wanakubaliana, lakini sidhani kama in common sense umwambie mtu umempa $15,000 kwa ajili ya just picha na video kwenye harusi, sidhani. Lakini naamini hichi kitu kinawezekana kwa factor chache tu. So hii imenishtua, mtu kulipa $3,000 mpaka $6,000 ni kitu ambacho unaona kama ni sijui nisemeje, lakini it is very possible. So nikajaribu kuangalia, so hizi factor alizoziandika hapa, factor akasema ni length, ukubwa wa labda masaa, hapo muongelea masaa, photographer experience, kwamba experience photographer alionayo, ana experience ya muda gani, then kuna package offering, ndani ya package anakuofa kitu gani, vitu ambavyo vipo ndani ya package, kama vile kuna mambo ya kuprint, mambo ya editing na zile extra cost, then kuna additional service kama vile additional photographer ama nini, services zingine zinazoongezeka, then wedding type, kwa mfano akasema Indian wedding, then traditional ceremonies, labda mnaenda kijijini mnafanyaje, coverage yake kidogo inakuwa ni kubwa, then location hivyo. So hichi kikazi kunifikirisha kwamba yani sio nisemaje, lakini kitu ambacho cha ajabu hapa ni hii pesa iliyotajwa hapa, kwamba inafahamika sisi tunalipa $3,000 mpaka $6,000, which in real sense hiyo hela hatuipokei. So tunafeli wapi photographers wa bongo, yani na videographer? Kwa nini kwenye wedding tunapewa hela ndogo na tunarizika, hatutaki ku raise hizi fund mpaka zifikie $3,000 mpaka $6,000? So hii imenifanya niweze kufikiria na kuweza kutambua kitu kimoja ambacho nadhani ni kitu cha muhimu sana, kwamba kwa nini tunapata challenge kuweza kununua vifaa, kununua labda imetoka kamera mpya new Canon, labda inauzwa $5,000 $6,000, tunashindwa kununua kamera hata $2,000 tunashindwa kununua. Yani inakuwa ni challenge sana sisi kuweza kuafford hizo. So nadhani key point tumejiloga wenyewe, yani tupo kwenye standard ambayo kiwango cha pesa tunachokipokea kwenye harusi hakiendani kabisa na service tunayotakiwa kulipwa. Yani hiyo huduma hailipwi kwa hiyo bei. So sisi tunajila wenyewe. Yani naona kabisa asilimia kubwa wedding photographer wa Tanzania tunajiumiza wenyewe, kwa sababu ndio maana asilimia kubwa wengi kwenye kununua hizi devices, kununua vifaa, kununua nini, wengine tunachangisha ndugu, wengine tumefanyaje, wengine wameuza viwanja. Yani kuna kila mtu ana historia yake, lakini sio mtu amesema amedunduliza amefanyaje. Wachache sana ambao wanaweza kufanya hivyo, na wanaofanya hivyo kwa kudunduliza wanafanya kazi kubwa sana, which in real sense kwenye wedding moja unatakiwa ulipe $3,000. $3,000 ni approximation kama $7,000,000. Sasa hii $7,000,000 mindset za watu wa harusi wanaweza kuipata kwa kulipa, lakini kwenye akili yao wameshajiwekea sehemu pa kulipa hela nyingi ni chakula. So wako razi watu hata $25,000, $10,000 walipe chakula, lakini sio mpiga picha. Unajua mpiga picha bado tutampa $1,000,000, $2,000,000 imeisha. So uweze kupewa $6,000,000, $7,000,000, tunahitaji sisi ndo watu mabalozi wa kubadilisha hii industry. Yani hicho ni kitu ambacho inabidi kabisa tukubaliane nacho kama photographers. Sasa sisi ndo watu ambao tunatakiwa tu wa kwanza kuweza kubadilisha industry, kwa sababu inaonyesha yani tuko nje ya dola kabisa. Kama hauwezi kufanya kazi ukalipwa $5,000, $1,000 ngapi, itakuwa ni mtihani mkubwa sana kuweza kufanya repair kamera, kuweza kununua gear mpya, kuweza kufanyaje. Kwa hiyo unajikuta sisi tunatumia, mtu anatumia gear yani unatumia gear ambao ni very expensive kucompare na kazi unayofanya. Hiyo ndio challenge kubwa tunapitia.
So kuna mtu mwingine anashangaa naona it's just a normal, lakini imagine mpaka Google wenyewe wanatambua kwamba wewe unalipwa $3,000 mpaka $6,000 wakati in real sense hata $1,000 haujafika. Yani hela tunapokea ni $700, $800. Haifiki hata $1,000. Kitu ambacho ni kazi kubwa unayoifanya. Hiyo wedding tukisema tufanye kwa wazungu, nikisema niandike hapa kwa wazungu sio za kuja dola ngapi, kwa sababu wenyewe wanaamini sisi tunalipa $3,000 mpaka $6,000, which in real sense hiyo hela hatupokei. Anyway, kwa nini nasema kwamba industry ya Bongo ni industry ya photography na videography ni very expensive? Kwa sababu issue number 1 kwanza, kuinvest kwenye skills. Yani kusema tuanze na kitu kinaitwa skills, kuweza kuinvest kwenye skills, uweze kujua, upate knowledge ya kupiga picha ama kushoot video ama knowledge ya vyote, then uje upate knowledge ya kuedit, kuedit, kufanya color grading nini, export. Hiyo knowledge ina kukosti sio chini ya miaka 5. So ni muda mrefu sana unakuwa umeinvest kujifunza. Wengine tumeuza software, wengine wametuuzia. So kuna vitu kibao unakuwa umestruggle. Hiyo pia ni changamoto, lakini still unakuja kufanya kazi kwa bei ndogo kutokana na standard ya watu wanapofanya. Anyway, cha pili ni all about gear ama vifaa. Vifaa ni very expensive. So ukikompare kwenye kwa mfano kamera mpya zinazotoka zinauzwa bei sana. So kwenye gear ni very expensive zinani kabisa na vitu vyetu. Kwa mfano ukuta kamera imetoka mpya labda inauzwa $5,000, $4,000. Unashindwa kuafford kwa sababu standard ya hela unaochukua haiendani kabisa na hela ambayo unataka uchukuliwe worldwide. Unajua hii kazi kusema kweli kwa wenzetu ni kazi ambayo ndio inalipa sana. Ukiangalia kazi ambayo inalipa, ukijaribu kuguu kazi ambayo inalipa ni kazi gani, watakuletea photography and videography, lakini ni tofauti kabisa na hizi nchi zetu za Kiafrika, especially Tanzania, Kenya na wapi. So ni tofauti kabisa. So I think tunatakiwa tuendelee kwa update, tupandishe bei bana, hizi bei sio kabisa. Then kingine cha mwisho ni napongelea gear, naongelea PC, naongelea kamera, naongelea memory card, naongelea microphone. So kuna vitu vyote kuweza kuviafford ni vitu ambavyo vinauzwa bei ghali sana. Yani ni vitu ambavyo sio chini ya milioni 10 kuweza kumiliki vyote. So ni kitu ambacho ni very expensive. So I wonder unaenda kufanya kazi labda unabeba vifaa vya milioni 10, unaenda kufanya kazi labda ya $50,000, ya $200,000. Imagine. Hii ni industry ambayo kifaa kikiharibika utashindwa kurudisha, unashindwa kutengeneza kutokana na hela uliochukua. So hii ni industry ni yani sijui nisemeje. Let's go to software. Software zinauzwa. Japo kuna watu waamini hicho kitu. Lakini najua tunachokifanya. Sitaki kuongea hapa kwa sababu nisije nikawasanua je mitandao nayo inafika, lakini tunajua tunachokifanya kuhusiana na software. Jamani, hicho tunachokifanya ni illegal kabisa. Hizi software zote zinauzwa. Kwa mfano, Adobe package ya mwaka mzima ni dola kama 1,000 hivi. Package ya Adobe. So sisi tunajua tunavyozipata, tunajua tunazozifanya mpaka tunazitumia. Hicho kitu ni illegal. Ni vile tu Adobe sijui hajasanuka, sijui inakuaje da. Kwa nilivyo na njaa na hela, hata wakinipa mpunga fulani akiniambia tutafutie watu wanangu mmeisha, mimi nakuja kuwasanua, tunakamata watu. So bad enough kuna watu wanafanya kazi mpaka makanisani huko, sio nini. Akina Big Clinton yenyewe, kuna kisiu kina nani huko wanafanya kazi makanisani. Program za wizi, umeiba program unaenda kueditia pasta wa watu. Badala mtaje mahela makubwa mpate subscription za Adobe sio za nini, mnaweka vihela vya ajabu ajabu. Hiyo subscription ya Adobe na uhakika watu wengi watumii. So mwisho wa siku mchungaji wa watu amehubiri vizuri, anaongea kuhusu dhambi, unakuja kumkuta mchungaji yuko motoni kwa ajili ya nyie watu wa editing. Mmeeditia ma software ya wizi. Mchungaji anahubiri neno vizuri, linaenda TikTok, linaenda Instagram, linaenda wapi, lakini anayekuja kumfelisha tunamkuta mchungaji yuko motoni. Ni editor bana. Editor kumbe aliiba software huko cracked, alafu anaitumia anakuja kufelisha michongo. So hebu tuangalie hapa sasa tunafanyaje ili tuweze kuimprove
hizo package. So cha kwanza, challenge kubwa ambayo inatutesa wanavodai wenyewe ni issue ya packaging. Sisi tunaweka bei zetu kwenye package. So kwenye package ni sehemu pabaya sana. Yani wanavoamini wao package ni sehemu ambayo inakuumiza wewe mpiga picha. Lakini mimi sijajua kwa sababu mwenyewe ni mbongo jamani, mwenyewe natumia package. So I don't know how package inaumiza, lakini kwa masaa ndio inakuwa na faida. Kwamba mtu sasa, mimi najiuliza, unapofanya kazi kwa masaa yakiongezeka, wewe mtu unaenda na mdai, so unaomba kwanza kugombana tena, sijui. Lakini anyway, lakini wenyewe wana recommend wewe unalipwa kwa masaa, kwa sababu kwa package unakuwa kama unaumizwa, wenyewe ndio wanavodai. Anyway, so kingine, kama kweli sisi tunataka bei ipande, kwa hiyo inabidi sisi wenyewe tuanze kubadilika. Yani inabidi sisi kama photographer tukubali kubadilika, tu change kutokana na game linavyo change. Kwa mfano, kama unataka wewe watu wa ku-treat kama king, so be a king, yani kuwa kama mfalme. Kama unataka watu wa kuone kama wewe ni chokora, then act kama chokora. So jishushe chini, watu watakuwa, yani watu wanakupa kile unachostahili. So kama unataka ulipo vizuri, uwe pro, uwe very professional, be like pro. Jiweke mazingira ya kipro, sio tu kujiweka kwa kusema yani no. Kuanzia kwenye gear, delivery ya kazi, nini, fanya vitu kipro, then watu watakutreat you as a pro. So the way unavyojiweka na ndo the way watu watakavyokuweka. Yani ukiwa umejiweka loko, na wenyewe watu wanakuchukulia loko. Kwa hiyo kabla tuanze kulalamika, kwanza tufanyaje, tupandaje, tuanze na sisi wenyewe kwanza, mafotografa tukubali tubadilike. Tuachane na mambo za kizamani, tuachane na vitu vya ambavyo ni outdated, tuachane na mazoea, kufanya kazi kwa mazoea. So inabidi na sisi tu switch, tuende tufanye vitu like a pro. So delivery ya kazi iwe kwa wakati, hivyo kazi za kusaidiana. So unaforce kila kitu ufanye mwenyewe, shoot video wewe, ufanye editing wewe, ufanyaje? No. So unapokuwa umepanda, unataka upande viwango, kumbuka kuna ajira zingine inabidi utoe. Unataka ufanye kazi za mtu kwa kiwango kizuri, lazima wewe usimame kwenye video. Kama ni video, tafute mtu wa kuedit, edit, kwa sababu ushapandishiwa hela, unalipa milioni 7. So unataka ufanye kazi watu ufanye mwenyewe, ndio mwisho siku unaanza kuharibu kazi za watu, unaanza tena kurudi tulipotoka. So hivyo unapotaka kupanda, na wewe inabidi upandishe viwango vyako viweze kupanda juu. Okay, so another thing ni kwamba unataka hela iongezeke, sawa. So pesa inaongezeka, lakini mteja anataka ajue kwa nini ya kuongezea hela, reason why yaongeze hela. Yani kwa nini mteja aongeze hela, ndio hicho kitu anachotaka mteja akijue. Yani okay, unataka tukupe milioni 7, why? Yani kuna nini cha ziada unachotupa? Hauwezi kutuelezea vitu vile vile afu utake tukupe hela ile ile. Kwa hiyo inabidi na wewe utoe reason. Bana, nataka hizi hela kwa sababu 1 2 3. Ikitokea 1 2 3, njoo nafanya 1 2 3. So hizi hela zinatumika kwa ajili ya matumizi haya na haya. Hii kitu inabidi iwe short and clear, tuone yes, japokuwa hatuna hela, lakini huyu mtu tumchukue kwa kiwango fulani, huyu mtu tumpe milioni kadhaa. So kuna reasons zile zinatakiwa ziwepo. Kwa sababu gani? Kwa nini unapandisha? Yani kuna sababu, sema tu sijui nini, usianze kudanganya watu. So ziwepo reason ambazo ni za muhimu na za msingi. Then experience ni kitu cha muhimu sana, kuongeza experience. So experience ni moja kati ya kitu ambacho ni cha muhimu sana, kwa sababu tunaamini katika kila kazi, kila siku usifanye kazi kwa mazoea, jaribu kufanya vitu vipya. Yani kila unachofanya kazi mpya inakuwa na challenges zake na inakuwa na experience zake. Kwa sababu kama kuna kitu hujakifanya, jaribu kifanye. Labda hujawahi kufanya harusi ya Kiislamu, hujawahi kufanya labda harusi ya Kihindi, go get experience. Jitahidi kufanya, get experience na vitu vipya. Hapo ndo unazidi kuwa capable na kuanza kufanya kazi nyingi za watu. So usifanye kazi kwa mazoea, inabidi uwe na experience na vitu vingi. Then elimu ni kitu cha muhimu, pamoja na kuupdate gear yako. Hicho ni kitu cha muhimu sana. So cha kumalizia kabisa, cha mwisho, nilipokuwa na Google bana, nikakutana na tips for finding a good value. So kulikuwa kuna njia wameweka hapa kwamba njia za kupata mpiga photographer wa bei rahisi sana. Yani kuna trick hapa wameandika, nadhani ni kama communication, jaribu communicate na wazungu wenzao bana. Njia za kupata photographer bei rahisi. Njia ya kwanza amesema shop around, compare different photographer. Kwamba
chukua package za photographer tofauti. So kama tukikubaliana na photographer wote tukao tuna rate zetu bana, hizi rate zimeanzia kiasi fulani mpaka kiasi fulani, nadhani tutakuwa tumeweza kusolve hii issue, kwa sababu asilimia kubwa mtu akicompare price yako na price ya mwingine, hata kama zimetofautiana kidogo, kwa hiyo issue ya msingi kukubaliana wote kwa wamoja, mimi naona bado ni still ni good point, kwamba uso na utofauti mkubwa, tuache njia, tukubali kupanda. Yani price ikipanda, hata kama mtu yuko chini, hata kama mtu ana nini, lakini as long as tumeamua price ipande, hata kama mtu hana experience, mtu hana nini, as long as the price imepanda kote, mtu atakuwa hana pa kukimbilia, so itaeleweka bana. Ukitaka hata kwenye vikao unavyokuwa wamekaa watu wa wedding, watu wanajua na sasa ukitaka mpiga picha ni milioni 7 milioni 8, kwa hiyo inakuwa ipo wazi. Hata kama mtu unazingua, hata kama unafanya huko mbele ya safari itajulikana, lakini still mambo ya kushusha, tuko nyuma ya dola kabisa, yani tuko nyuma kabisa. Yani inawezekani unafanya kazi ya $3,000 kwa $800, $700, inakuwa ni uongo kabisa, yani tuko nyuma sana. Then kingine consider of peak discounting. Booking during season of weekdays can lead to, so uweze kufanya booking kipindi cha weekdays. Sasa anawaambia ukifanya booking kipindi cha weekdays wana uwezo wa kupata discount, kwa sababu weekend wapiga picha wengi wanakuwa wako active, wana mamisha yao, so hizo nazo ni tricky. Then look for package deal. Hii ndio ilikuwa naitaka sasa, look for package deal. Many photographer offer package that can be more economical than cut service. So hapa ametuonyesha kwamba kwenye package kuna weakness kubwa sana. Unavyokuwa tunatoa hizo bei zetu, kwa sababu asilimia kubwa wengi tunatoa bei zetu kwenye package. So kwenye package ndo unaumia wewe, sisi hatujui, lakini tunasikia tunafanya kazi, lakini kwenye package kumbe sisi ndo tunaumia. So anasema many photographer offer package that can be more economic. Sasa ukifanya packaging usijajua unajizulumu vipi kama nilivyosema, lakini wenzetu wanaona kama tunavotoa sisi package tunajiumiza wenyewe. Okay. Anyway, last thing ni negotiate. Always ask for discount au package option. Anyway, so hebu niambie jamani, kila mtu anafanyaje? How do you negotiate? I'm not talking about negotiate. How do you unapangaje hiyo bei? Yani unawekaje bei? Unafanya kwa package ama unafanya kwa masaa? Then kingine inabidi kama ni mnakubaliana na sisi, I mean kama mnakubaliana na mimi na wengine, najua watu wengi tuko kwenye hii stage kwamba tunatamani sana industry pande bei. Yani industry natakuwa, mimi ni muumini sana, natamani industry pande bei tu, tunalipa vizuri ili tuweze kufanya kazi vizuri. Then gear kama hizi sio gear za kutushinda. Naona mfano kamera mpya imetoka, sio nini kimetoka, unabaki unahangaika kwa sababu ya ukiangalia price unaofanyia kazi ni iko very low kwa sababu ya mazoea ya watu. So nasani kuna watu wanalipa vizuri kuliko hata sisi. Kwa mfano watu wapambaji, sijui MC wanapokea la ndefu kuliko hata wewe, na hawana kazi hata muhimu, wanafanya kazi ngumu kama wewe. Kazi zote tunafanya sisi kuanzia asubuhi uko na mtu mpaka usiku anapomaliza wewe uko naye. So wenzetu wanakuja kudania tu hapa kazini hapa wanafanya vikazi vichache na wanapiga mpunga mrefu. Kumbuka photographer tunateseka sana. So issue ya kupanda bei ni issue ambayo iko very serious. So mimi mwenyewe natamani siku moja tuweze kufikia hivyo viwango vya Google anavyovisema hapo kwamba yani ameanza kabisa hapa, in Mikocheni Dar es Salaam the cost of wedding photography can range from 3,000 to 6